kujibu au kuchangia katika posti moja ya dada mmoja anaitwa Lolo Smile ambaye alikuwa na ratiba ya kwenda kliniki leo na bahati mbaya mtoto wake anasema haongezeki uzito kama anavyotarajia na amekuwa na fight sana na kupambana na hiyo hali kwa muda mrefu. Hivyo basi, niende moja kwa moja kutoa elimu kuhusiana na swala hilo. Kwanza kabisa unatakiwa kuhakikisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama unaenda vizuri. Kwa yule mtoto chini ya miezi 6, hakikisha kuwa humpi chakula kingine cha ziada mpaka anapofikisha miezi 6. Hiyo itasaidia sana ukuaji wake ukaenda vizuri na ikamwepusha na matatizo mengine ya siku za mbeleni kama hizo. Unakuta alikuwa vizuri anapoenda, lakini baada ya muda unaanza kuona mambo yanaenda tofauti. Hiyo inaweza ikawa pia ni sababu. Kama uliwahi kumwezesha mtoto vyakula vya ziada mapema kabla ya umri wake, ni hicho ni kisababisho kikubwa sana cha utapiamlo. Na ongezeko la uzito ni ishara kwamba mtoto huyu anakuwa vizuri. Watoto chini ya miaka 5 wanatakiwa wawe wanaongezeka kila mwezi. Anapobaki ameganda, hiyo ni dalili mbaya. Wale chini ya miezi 6 ni vizuri hapana ongezeka kilo moja moja kila unapoenda, lakini kuanzia hapo kwenda juu akiwa anaongezeka angalau gramu 500 sio kitu kibaya sana, ila awe anaongezeka. Anapoganda kwenye kilo moja karibia miezi 3, unatakiwa kushtuka. Usiseme kwamba ana afya njema tu. My dear, ana afya njema. Matokeo utayaona baadaye siku za mbeleni. Siku zinavyozidi kwenda utagundua kuwa mtoto wangu hana afya njema kwa sababu kuongezeka kwa uzito ndio ishara ya mtoto anaenda vizuri. Ndani ya zile kadi tunazowapa clinic, tunachora ile chart. Ile chart haijawekwa kwa kawaida, yani haijawekwa kwamba ikae pale kama urembo. No. Unatakiwa kuichunguza ile chart iwe inaenda juu. Iwe inaenda sambamba na ule mstari wa kijani uliopita katikati. Ule ndio ukuaji mzuri wa progress. Usijidanganye. Eti mtoto aongezeki, miezi 3 amekaa mstari umenyooka hivi. Haitakiwi unanyoka hivi. Inatakiwa unaenda kama chart inavyopanda juu. Hivyo ndio mtoto anakuwa vizuri. Growth monitoring ndio hiyo. Mtoto kaganda hivi miezi 3 mstari umenyooka hivi kichola mle ndani. My dear, shtuka. Sio kitu cha kawaida. Kwanza kabisa unatakiwa unyonyeshe vizuri mtoto wako. Na mama unayenyonyesha unatakiwa pia kula lishe bora. Mama unayenyonyesha usiku kula lishe bora, vyakula mchanganyiko katika makundi yote, mlo kamili. Maziwa yanayopatikana hayawezi kuwa na virutubisho vizuri ambavyo vitamsaidia mtoto wako kuongezeka uzito. Lakini kwa mtoto ambaye anaanza kula tayari anapaswa kupewa vyakula pia mchanganyiko. Na kuja changamoto kwa watoto wanapungukiwa damu sasa hivi. Mtoto ameanza kula tayari lakini anapungukiwa damu. Why apungukiwe damu? Wakati mboga za majani zipo, chakula mchanganyiko, nyama, samaki vipo. Kwa nini mtoto aishiwe damu? Labda tu ana changamoto nyingine ya afya ya kisiko seli na kadhalika. Lakini kama yuko sawa, kwa nini apungukiwe damu? Kwa sababu hapati virutubisho vya kutosha vinavyosaidia katika utengenezaji wa damu. Na kitu kingine, watoto wanatakiwa kuvumiliwa. Yaani usichoke katika kupambana kufight kwa ajili ya mtoto wako. Na wengine hapo nimeona, mimi nimeshachoka nampa. Sasa huwezi fanya juhudi ndani ya mwezi mmoja na kuona matokeo. Kama kweli mwili ulikuwa yani umevunjika vunjika, yani hauna virutubisho vya kutosha, unategemea kwamba akishapata mwezi mmoja ndio ataongezeka uzito. Hawezi kuongezeka uzito ndani ya mwezi mmoja. Cha msingi ni ku-maintain ile ratiba vile vile kama ulivyoshauriwa. Mpe chakula, mpe uji wa lishe. Uji mweupe jamani sio afya kabisa kwa mtoto. Uji ule urutubisho uliochanganya chakula zaidi ya kimoja ni uji sahihi sana, kwa sababu watoto wengi wanaweza kashindwa kula vyakula vingine, lakini akinywa ule uji at least apata vyakula zaidi ya kimoja. Kwa hiyo jitahidi katika kuzingatia ile ratiba kwa mfululizo, kama jipe miezi 3 mpaka 6. Badilisha ile ratiba unayomzoelea kumpa, mbadilishie. Ongeza hiyo vyakula ambavyo tunakushauri. Sio kila siku chakula cha aina moja. Vyakula mchanganyiko kila siku. Uji wa lishe, mchanganyie maziwa. Leo umempa uji wa viazi umechanganya na kisamaki. Kesho umempa sijui viazi vilingo, boga, umechanganya na spinach, umechanganya na carrot, umechanganya na nyama, umechanganya na hiki. Mfululizo ile ratiba iende, afu mtoto jamani hali masaa, yani kuna mama mmoja alisema mtoto wake anampa vyakula mara 3 tu. Mtoto ale kila baada ya masaa 2. Kila baada ya masaa 2 utaona ukuaji wake unaenda vizuri, lakini ukimwacha anacheza huko busy na mambo yako, unategemea mtoto ataongezeka saa ngapi? Anangoja mlo wa watu wazima. Yeye amekuwa mtu mzima. Ana safari ndefu sana ya ukuaji. Kwa hiyo inabidi uzingatie hiyo. Mpe chakula kila baada ya masaa 3 itasaidia sana. 2 mpaka 3. Itasaidia sana ukuaji wake. Vyakula mchanganyiko na usimpe ndani ya mwezi mmoja ukategemea utaenda tu utakuta uzito umepanda. Haiwezekani. Unapochoka pale kumbe ndio ulikuwa unaanza kwenda kwenye mabadiliko. Wewe unaacha, unarudi nyuma tena. Haitakiwi kuchoka, haitakiwi kukata tamaa.
endelea na hiyo ratiba karibia miezi mitatu, mwenzio hajaongezeka, endelea hiyo ratiba vile 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 vile, umeboresha vyakula unavyompa, utaona badiliko la kudumu. Sasa ukiwa unaenda tena utaona kila mara anaongezeka.